Ununuzi uliopangwa Ujerumani wa ndege 35 za kivita za kizazi cha 5 aina ya F-35 Lightning II imechochea mjadala mkali, huku kukiwa na wasiwasi unaoongezeka kwamba Marekani chini ya Rais Donald Trump inaweza kutumia uwezo wa kuzizima kwa umbali ili kutimiza maslahi yake ya siasa za kikanda. Hofu kuhusu uwezo wa Washington wa kuamsha kile kinachojulikana kama kill switch kwenye ndege hizo za kisasa imeongezeka kufuatia hatua za hivi karibuni za Trump kuhusu Ukraine, na hivyo kuzua maswali magumu kuhusu udhibiti wa kijasiri wa silaha zinazotolewa na Marekani. Makubaliano ya euro bilioni 8.3 ambayo yatashuhudia F-35 za kisasa za Lockheed Martin zikiwasilishwa Ujerumani kuanzia mwaka ujao yamebadilika na kuwa mjadala mpana zaidi juu ya utegemezi mkubwa wa Ulaya kwa teknolojia ya kijeshi inayotengenezwa na Marekani na hatari zinazowezekana kuletwa nayo. Kwa miaka mingi uvumi umeendelea kuhusu iwapo Marekani inahifadhi uwezo wa kubadilisha katika mifumo yake ya juu zaidi ya silaha, ikiwa ni pamoja na F-35. Hata hivyo, maendeleo ya hivi majuzi ya kisiasa ya kijiografia yameingiza uharaka mpya katika mjadala huo, huku wengine wakihofia kuwa Washington inaweza kutoa udhibiti wa moja kwa moja wa uendeshaji wa F-35 zinazoendeshwa na mataifa ya kigeni ikiwa hali ya kisiasa itahitajika. Wasiwasi huu umeongezeka kufuatia ripoti kwamba ndege za kivita za F-16 zinazotolewa na Marekani nchini Ukraine ziligoma kufanya kazi ghafla, si kwa sababu ya kuzimwa moja kwa moja, lakini kwa sababu Washington ilisitisha uungwaji mkono wa mifumo yao ya kivita kielektroniki. Ufichuzi huu umezidisha shauku kwamba uingiliaji kati kama huo unaweza kutekelezwa kwenye fleet za F-35 za Ujerumani katika siku zijazo. Ongeza uzito kwa hofu hizi, Marekani hivi karibuni ilikataa kuboresha mfumo wa vita vya kielektroniki wa ANALQ-131 uliosakinishwa kwenye ndege za F-16 za Ukraine, sehemu muhimu inayokusudiwa kukabiliana na vitishio vya ulinzi wa anga wa Urusi. Uamuzi huu ulitatiza kwa kiasi kikubwa ufanisi wa kivita wa ndege hiyo, na hivyo kuongeza wasiwasi kwamba ndege za F-35 za Ujerumani zinaweza kukabiliwa na vikwazo sawa vya kufanya kazi kwa hiari ya Washington. Juhudi za kuhakikisha wadau wa Ulaya zimechanganywa. Wiki iliyopita mkuu wa ulinzi wa Ubelgiji, Jenerali Frederick Vassina, alitaka kuondoa wasiwasi, akisisitiza kwamba F-35 sio ndege inayodhibitiwa kwa umbali. Wakati huo huo, wizara ya ulinzi ya Uswizi ilisisitiza kuwa fleet zake za F-35 zinaweza kuendeshwa kwa uhuru. Hata hivyo, wizara ya ulinzi ya Uswizi pia ilikiri kuna kikwazo kikubwa. Hakuna ndege ya kivita ya kisasa kutoka magharibi iliyo uhuru kabisa kutoka kwa mifumo salama ya mawasiliano ya data inayodhibitiwa na Marekani na urambazaji wa satellite wa GPS. Kukubalika huku kumeongeza shaka kuhusu iwapo Ujerumani inaweza kweli kurusha ndege za F-35 zake bila uangalizi wa Marekani. Kwa sasa Washington imesalia kimya, ikiwa ina uwezo wa kuzima au kuzuia kwa umbali silaha ambayo imeuza au kukodisha kwa mataifa washirika. Ujerumani sio taifa la kwanza kuhoji vikwazo vinavyowezekana vya ununuzi wa vifaa vya kijeshi vya Marekani. Mnamo mwaka 2021, Umoja wa Falme za Kiarabu UAE ilifanya hatua ambayo haijapata kushuhudiwa ya kusitisha kwa muda usiojulikana ununuzi wake uliopangwa wa ndege 50 za F-35, mkataba wenye thamani ya dola bilioni 23 ambao pia ulijumuisha ndege zisizo na rubani na silaha za hali ya juu. Afisa wa UAE alihalalisha uamuzi huo kwa kutaja vikwazo huru vya uendeshaji vilivyowekwa na Washington. Zaidi ya hayo, mahitaji ya kiufundi na uchanganuzi usiofaa wa faida ya gharama uliorodheshwa kuwa sababu zinazochangia kusitishwa kwa mkataba. Ujerumani inapojiandaa kupeleka fleet zake za F-35 mwaka 2026, hesabu za kisiasa na kimkakati zinazozunguka mpango huo zinabadilika. Ununuzi wa F-35 wa Ujerumani hapo awali ulionekana kama uamuzi wa kihistoria kuimarisha nguvu ya anga ya NATO, huku ikihakikishia Berlin inapata ndege ya juu zaidi ya kivita duniani. Hata hivyo, kivuli cha uwezekano wa uingiliaji kati ya Marekani kimebadilisha mpango huo kuwa fimbo ya mjadala na kuibua maswali mazito kuhusu uhuru wa kijeshi, uhuru wa ulinzi wa Ulaya na gharama ya kweli ya kutegemea teknolojia ya Marekani.